Mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye YouTube channel ya Siasa Mashinani. Tunavyozungumza sasa hivi, kuna maandamano ambayo yanaendelea pale Nairobi CBD, ambapo kuna vikundi vya Wakenya vya waandamanaji ambavyo vimeungana pale. Sababu ya maandamano ni gani? Wakenya wanasema kuwa the price of the fuel is too high for the Kenyans. Na Wakenya wanaona kuwa maisha yataenda kuwa magumu zaidi kushinda vile ambavyo yalikuwa kwa sababu ya the price of the fuel. Na ndio maana wameamua leo kutokea pale Nairobi, pale mitaani kuandamana ili waweze kuona angalau kama hii bei ya mafuta inaweza kushuka. Ni kweli kuwa bei ya mafuta nayo iliongezeka na ikaongezeka zaidi ukijaribu kulinganisha with other African countries. Kenya is also an African country, but when you see the increase of the fuel, it's more than other African countries. Whereby tuliweza kuona William Ruto akisema kuwa Kenya is not compared with other countries. And that's why tunaona Wakenya leo hii wametokea kwenye maandamano. Ndio maana tunaona Wakenya leo hii wako wanaandamana ili waweze kuona fika kama hii bei ya mafuta inaweza kushuka. Maana wanasema kuwa maisha inaendelea kuwa ngumu na ngumu zaidi. Ni kweli bei ya mafuta ikiwa juu, kila kitu lazima kitaathirika. Tukianza na usafiri. Leo hii tangia bei ya mafuta iweze kuongezeka. Kama uliweza kusafiri, wewe ndio unajua ile changamoto ambayo inaendelea hapa Kenya. Maana bei imeongeza. Mahali ulikuwa unapandia na 50, leo hii ni 100. Mahali ulikuwa unapandia na 100, leo hii ni 200. Sababu ni gani? Sababu ni bei ya mafuta ambayo iliweza kuongezeka. Tukiachana na hayo, bidhaa tofauti hapa nchini Kenya zinaendelea kuongezeka. Their price is becoming higher every day, and the cause is all about the increase of the price of the fuel. Na ndio maana leo hii Wakenya wameamua kusema kuwa lazima watatokea, lazima wataandamana ili waweze kuona fika kuwa kweli wataweza kusaidika. Ila tuliweza kuona Gachagua akiwa against all this, akiwa against William Ruto and the price of the fuel. Na tukaona watu wengi sana wakikasifu, tukamwona William Ruto akimkasifu Gachagua, ambapo leo hii Wakenya wameamua na wametokea na wamesema kuwa Gachagua hana lolote. Is just sent by the Kenyans to represent them. Maana Wakenya wenyewe wangeanza kuzungumza, kuna watu ambao hawangewasikiza. But through the voice of Gachagua, tutaweza kuona hao watu wakisikia. Na ndio maana Wakenya wanaendelea kukasifu na kusema kuwa mtu asimpige Gachagua. Mtu asinyooshee Gachagua kidole kwa sababu si yeye analalamika. Ambapo ukijaribu kuangalia, unaweza ona kuwa ni ukweli. Kwa sababu leo hii hata bei ya mafuta lita moja ikaenda hadi 500. Gachagua ako na uwezo wa kutoa hiyo pesa na akajaza gari yake mafuta. Hata kama itapanda ikuwe kiasi gani, Gachagua ako na uwezo wa kununua hayo mafuta. So, whatever the Kenyans are saying is the truth. It's not all about Gachagua, it's all about the Kenyans. Yule Mkenya, yule mwanabodaboda, yule mama mboga, yule mtu wa mwendeshaji matatu, yeye ndiye hataweza kumudu hiyo bei ya mafuta.
Na ndio maana Wakenya leo hii wameamua kusema kuwa mtu asithubutu kumnyoshea kidole Gachagua. Maana Gachagua was sent by the Kenyans to represent the Kenyans on the increment of the price of the fuel. Anyway, mpenzi mtazamaji, tunavyoendelea kuangazia haya, nikuombe tu jambo moja. Unavyoendelea kunisikiza na ninavyoendelea kukuelezea chanzo cha haya maandamano ambayo yanaendelea pale Nairobi CBD right now, na kuomba tuweze kusubscribe. Chukua muda wako, angalia hapo chini kama hujasubscribe. Weza kusubscribe kwenye YouTube channel na uniwekee like kwenye hii video, ndiposa kila mmoja akaweze kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea. Mbona Wakenya wameamua kuandamana? Na mbona Wakenya wameweka msimamo na wanasisitiza kuwa hawawezi achana na maandamano, they will not, kwa sababu maisha inaendelea kuwa ngumu, bidhaa zinaendelea kuongezeka. Leo hii kuna Mkenya ambaye budget yake ilikuwa 500 maybe for a day, lakini kwa sababu ya kuongezeka kwa nauli, kwa mafuta, na nauli zikaongezeka na bidhaa zikaongezeka, bei za bidhaa maalum zikaongezeka, leo hii ukimpea hiyo 500 hawezi akafanya budget of the day. Na ndio maana tunawaona Wakenya wakihangaika, na ndio maana tunawaona Wakenya wakiwa pale CBD wakijaribu kuongea, wakijaribu kuona kama wanaweza wakasikilizwa. Sijui wewe unaona aje hili jambo, maana kuna baadhi ya watu ambao walikuwa against of this. Kuna watu ambao nimeona kwa mtandao hapa na pale, wengine wanasema hizo ni chocha, wengine wanasema hiyo ni kulipwa, wengine wanasema Wakenya hawangestahili kuandamana because of the increase of the fuel price. Sijui wewe mpenzi mtazamaji unaliona aje hili jambo, ama linakukuta vipi? Is it okay for the Kenyans to protest because of the increase of the fuel price? Is it good? Is it okay? You personally unaona aje hili jambo? Je, kila ambacho Wakenya wanakifanya ni kizuri au ni kibaya? Are they supposed to protest or they are not supposed to protest? Hebu niandikia hapo comment section. Hebu niambie wewe unafikiriaje? Kulingana na wewe unaona aje hili jambo? Je, Wakenya wanafanya jambo ambalo linastahili ama hawangestahili kutokea? They were supposed to be silent and just think that everything is obvious as it is.